30 na nimeanzisha leo. Huko kutoka Morijo nimeweka pesa, nimesema wakati mimi natafuta pesa ya lami, pesa ya maram iwekwe ndio watu wa kule Baragoi wasikwame barabarani. Tumeelewana jameni? Leo vile vile nimefika hapa kwa sababu muliniuliza ya kwamba mnataka barabara ya kutoka Kisima kwenda mpaka Seraduru, alafu iende mpaka Maralal, mpaka Wamba. Hiyo barabara pia mimi nimekuja kuanzisha siku ya leo. Barabara ya kutoka hapo Kisima kwenda Seraduru, alafu baadaye nitawapangia, nimeweka tayari mtu ya kutengeneza maram mpaka ifike kule Wamba. Lakini ya lami inaanza hapo Kisima, inaenda Seraduru, alafu baadaye nitakuja niwakamilishie mpaka ifike Wamba. Tumeelewana jameni? Watu wa hapa Marala tumeelewana? Nyinyi mnajua vile vile kuna barabara nyingine tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutengeneze barabara kutoka Maralal mpaka Losuk. Ni kweli ama si kweli? Mmekuwa na contractor hapo alikuwa amezembea. Mimi nimemtafuta, nimemwangalia kwa macho na nimemwambia mambo ni matatu. Mimi mnanielewa? Either afanye barabara ama afanye nini? Kumbe nyinyi mnajua. Tumekubaliana? So huyo mjamaa nimemwambia kuanzia Monday, kuanzia kesho hiyo barabara nataka itembee ikitembea, kwa sababu watu wa kule Losuk wanataka wafike huko na barabara ya lami. Tumekubaliana watu wa Maralal? Vile vile hii town yenu ya Maralal, mimi najua ya kwamba bado kuna sehemu nyingi bado iko matope, si ndio? Na hii ndio city ya Samburu. So ingine tusongeshe lami ya hapa town, ya town hapa watu wakae kama chonjo. Ama namna gani watu wa Maralal? Tumekubaliana? Jambo la pili, mimi nimekuja Maralal. Nimekuja kwa sababu ya mambo ya stima. Wananchi wa hapa muliniambia ya kwamba bado tuko na giza sehemu nyingi Maralal na hapa Samburu. Ni kweli ama si kweli? Bado manyumba yenu nyingi haijafikiwa na stima. Na sababu hiyo nimeketi chini na governor, nimeketi chini na wabunge wote na senator na women rep, na tumewapatia pesa ya serikali shilingi bilioni 1 kuunganisha manyumba 10,000 mpya kwa huduma ya stima hapa Samburu County. Samburu hoye! Na hiyo kazi ya kuzungusha stima, nimesema hiyo 1 billion nyumba 10,000 iwe imekamilika by June next year, ndio tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani ahame. Ama mnasemaje watu wa Maralal? Maralal hoye! Maralal hoye! Nimekuja hapa jambo la tatu. Nyinyi mnajua niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango ya ajira ya vijana, na niliwaambia kati ya hiyo mpango ni program ya affordable housing, ya kujenga masoko na ya kujenga hostels. Hiyo program sasa inaendelea hapa kwenu. Si mnaona ile ghorofa kubwa ile? Ile ghorofa ile mnaona. Hiyo ni affordable housing, hiyo ni phase 1. Leo nimekuja na pesa ingine ya phase 2 na mali ingine ya kujenga phase 3, kwa sababu tunataka kujenga hii Maralal mpaka ghorofa ya 15 ndio ijulikane Maralal ni headquarters ya Samburu County. Ama mnasemaje? Ama mnasemaje? Mimi nawauliza, si mnaona Marekani imejengwa? Si mnaona Ulaya imejengwa? Si Ujerumani imejengwa? Ghorofa ya 10 na 15. Wale walijenga, si ndio walijenga? Nani anasema hatuwezi kujenga Kenya? Kwani sisi hatuna akili? Si tuna akili ya kujenga? Mimi nawaambia watu wa Maralal, hii Maralal yenu na Kenya mzima, nikiongea na nyinyi, manyumba kama hile tunajenga nyumba 1230 tayari Kenya mzima. Na mimi nataka niwaambie kwa mapenzi ya Mungu hii nchi itabadilika. Na hii ni kazi ya miaka miwili. Mimi nataka niwaulize, tukijenga hii manyumba, mumeona ile inaendelea Nairobi, mumeona inaendelea Kisumu, inaendelea Homa Bay, inaendelea Eldoret,
inaendelea Nakuru, inaendelea Northeastern, inaendelea Southeastern, inaendelea Pwani, inaendelea kila mahali. Na ni kazi ya miaka miwili. Miaka 10 mambo itakuwa namna gani? Miaka 20 mambo itakuwa namna gani? Si Kenya hii itabalika jameni? Si itashinda Ulaya ile tu watu wanaringia? Ama namna gani? I want to tell you, the people of Maralal, as I stand before you here today, hii Kenya, kwa mapenzi ya Mungu, na bidii yetu, na mipango yetu, tutabadilisha hii Kenya kwa miradi na mipango ya maendeleo. Tuko pamoja? Vile vile, hapa kwenu tunajengea soko ingine 5. Tumeweka shilingi bilioni 1 ya kuwajengea 5 new markets hapa. Ya kwanza nilianzisha jana kule Baragoi. Mnanielewa? Ingine tunajenga Oleribi ama inaitwa nini pale? Kirimon. Na pia Achas Post, Serolipi, Kisima. Hiyo yote tunajenga soko mpya na nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1 ya kufanya hiyo kazi. Tuko pamoja ndugu zangu watu wa Maralal? Tuendelee na kazi ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nimekuja hapa vile vile kwa sababu munajua tuna implement program ya mambo ya universal health coverage. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Maralal. Sawa sawa? Kenya hii zamani ilikuwa wananchi wa kawaida lazima uuze ng'ombe, uuze shamba ndio ulipe bili ya hospitali 1,500 milioni 1. Na ndio tumesema tunabadilisha mfumo ya afya. Hatutaki afya iwe ni starehe ya matajiri, watu wako na kazi na watu wako na uwezo. Tunasema afya ni haki ya kila Mkenya. Awe na kazi ama asiwe na kazi. Awe tajiri ama awe maskini. Hatutaki tena mwananchi aende hospitali, ati bili ya hospitali auze ng'ombe yake ama auze shamba yake alipe bili ya hospitali. Tumesema bili ya hospitali yote tuoka sasa kwenda mbele italipwa na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ya SHA. Kazi yako wewe mwananchi wa Maralal, kazi yako wewe mwananchi wa hapa Samburu ni kujiandikisha. Ujiandikishe kwa SHA. Uweke pale jina yako, watoto wako, mzee wako, bibi yako, ndio sisi tuweze kupanga mambo ya afya. Nimemwambia gavana wenu Lati huyu ya kwamba lazima tujipange na mambo ya matibabu ya hawa wananchi. Hospitali ya serikali, hospitali ya mission, hospitali ya private. Sasa wewe mwananchi bora umejiandikisha kwa SHA, unaenda kwa hospitali yeyote, unatibiwa, unatoka hapo, unaenda nyumbani bila ya mtu kukuuliza pesa yeyote. Mnanisikia? Hamujanisikia? Nataka mnisikize vizuri. Wacha nirudie. Mnanisikia? Maralal, nimesema hivi. Wewe mwananchi, bora umejiandikisha kwa SHA, enda kwa hospitali ya serikali, ya mission, ya private, utibiwe, outpatient, utoke hapo. Mtu asikuulize pesa, wewe enda nyumbani. Kwa sababu pesa italipwa na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Watu wa Maralal tumeelewana? Na mtu akijaribu kukuuliza pesa, itisha polisi. Mwambie kuna watu hapa wananiuliza pesa na rais alisema matibabu ni bure. Tumeelewana my friends? Nyinyi mnanielewa? Tayari tumeweka shilingi bilioni 23 kulipia wananchi wote mambo ya outpatient, every citizen of the Republic of Kenya. Mimi najua kuna mahospitali wanaendelea bado na ukora kulipisha wananchi pesa ambayo pia watalipwa na serikali ya Kenya. Mahospitali ya kulipisha wananchi bado wako hapa Maralal. Wako hapa Maralal. Wako hapa Maralal. Wako Samburu. Mimi nataka niwaambie askari polisi hapa, tukitoka hapa, kama kuna hospitali yeyote inalipisha mwananchi na ni pesa serikali ya Kenya tayari itawalipia, hawa watu washikwe wapelekwe jela. Tunaelewana jameni? Tunaelewana watu wa Maralal? Tumeelewana? Na ndio sababu mimi nimekuja hapa, kwa sababu tunajenga KMTC hapa. Mambo ya matibabu haiwezi kufaulu kama hatuna nurses, kama hatuna madaktari, kama hatuna clinical officers, kama hatuna pharmacists. Na ndio leo mimi nimekuja hapa kwa sababu
hapa Samburu, hii Maralal Town, tunataka tuwe na Kenya Medical Training Center, mahali tutawafundisha madaktari na nurses na clinical officers na wale wengine wote. Tumeelewana? Kuanzia mwezi wa 3 mwaka ujao, hiyo KMTC itakuwa inafanya kazi. Pale tumeweka pesa ya serikali milioni 50 ya kwanza tumetumia. Milioni 20 ya kujenga administration block tumeweka kwa budget. Milioni ingine 40 ya equipment tumeweka budget. Na mimi nimetangaza leo ya kwamba tutawaongezea milioni 150 ya kujenga hostels ya watoto wa Kenya Medical Training Center. Samburu hoye! Samburu hoye! Hiyo kazi tuendelee naye. Si mnahitaji madaktari hapa? Si mnahitaji nurses? Si watoto wa Samburu wanaweza kuwa clinical officers? Si wanaweza kusimamia mambo ya afya? Mimi nawaambia vijana wa hapa, mjipange, kwa sababu tuko na KMTC, tuko na TVET 3 hapa Samburu, na tumesema hizo TVET zote pia tutawajengea hostels. Na mama Alice Wahome yuko hapa, waziri wangu wa mambo ya ujenzi, na tumekubaliana tunatoa pesa ya serikali 7.4 billion shillings to Samburu County ya affordable housing, ya markets na ya hostels. Tumeelewana jameni? Watu wa Samburu tumeelewana? Jambo la ine, mimi nimekuja hapa leo ni mambo ya maji. Nyinyi mnajua nilikuja kuanzisha damu ya Yamo hapa. Si namna hiyo? Hiyo damu sasa imekamilika. Leo nimekuja kuanzisha treatment works na pipeline ambayo italeta maji mpaka hapa Maralal Town, na hii sehemu yote watu 70,000 watapata hiyo maji. Kidogo contractor ametusumbua, lakini nimempatia kisomo kidogo. Nimemwambia awache mchezo. Si namna hiyo? Na nimemwambia huyo contractor before May next year, mimi nataka maji watu wanakunywa hapa Maralal. Hii watu yote tuwe tumelete maji hapa, imefika hapa, nimeona vile pipeline inatengenezwa, ndio Maralal inuke iende juu. Maralal hoye! Maralal hoye! Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo. Tujenge soko, tujenge hostels, affordable housing, Kenya Medical Training Center hapa, tulete maji, tutengeneze barabara, tuunganishe stima. Ama mnatakaje? Ama mnatakaje Maralal? Wacha mimi niseme ya mwisho. Hii Maralal, mimi nimeuliza hawa viongozi wenu, nimeuliza governor, nimeuliza senator, women rep, mama huyu Lesuda, nimekubaliana na hata na MCS ya kwamba vile tuko na university katika counties zingine, hapa nimeambiwa tayari mumetoa ekari 300. Si namna hiyo? Sasa sikizeni my friends. Si ndio? Hii Maralal nilisema lazima ibadilike. Mimi nakuja hapa naenda kuwatafutia pesa saa hizi. Milioni 300 ya kwanza nafika naye hapa February. Nataka tujenge university ya watu wa Samburu hapa Maralal. Samburu hoye! Samburu hoye! Nimeambia University ya Laikipia wakuje waanzishe campus hapa, ndio tuanze kujenga mizizi ya kutengeneza university ya watu wa Samburu. Samburu mnakubali tujenge university ama mnataka kuendelea kwa giza? Tuendelee tujenge university? Wale wanasema tujenge university nione. Tunaelewana? Vijana wa Samburu hoye! Vijana mko? Mbona sikizi sauti ya vijana hapa Samburu? Vijana mko area? Nataka munisikize kwa makini. Vijana nataka munisikize kwa makini. Mimi naongea kama baba yenu. Tunaelewana my friends? Mimi niko na vijana wengi kama nyinyi. Si ndio? Mimi niko na kijana anaitwa George. Mimi niko na kijana mwingine anaitwa Nicholas. Niko na mrembo mwingine, naacha niseme majina. Sawa sawa? I have girls and boys like you. Mimi mnanielewa? Na tuko na mpango mzuri kwenu kama vijana wa taifa letu la Kenya. Vijana, mambo ambayo tumekubaliana na nyinyi ni kupangia nyinyi ajira. Shida kubwa ya vijana si ni ajira. Si kila mtu anataka kujisimamia. Either apate kazi ama atapate pesa ya kufanya biashara. Ama namna gani vijana wa Maralal? Si namna hiyo? Sasa sikizeni. Hii maneno ya affordable housing, unaona pale kwa ile affordable housing, pale iko kazi ya plumber, pale iko kazi ya electrician, pale iko kazi ya mason, pale iko kazi ya carpenter,
pale iko kazi ya mtu ya mkono, pale iko kazi ya engineer, na ile hostels yote tunajenga, masoko yote tunajenga, barabara zote zimejenga. Mimi nimesema vijana wa kaunti hii ya Samburu wawe nambari 1 katika kufanya hiyo kazi yote. Nyinyi vijana wa hapa Maralal mtajituma? Mimi nataka nikuulize wewe, unafikiri kazi inaweza kukuja kutafuta kwa nyumbani kwenu? Si lazima ujitume? Si lazima utoke nyumbani uende ujipange na utafute? Wangapi watajituma jameni kwa hiyo kutafuta ajira? Sawa sawa. Jambo la pili, nimeambia hawa wabunge wetu ya kwamba hawa vijana pia tuwapange na digital jobs, yani ICT hub, tujenge ajira center, tujenge business process outsourcing. Nikiongea na nyinyi, tuko na vijana zaidi ya 200,000 wanafanya kazi ya digital jobs. So mimi nawauliza vijana, vile nimeongea na hao wabunge watujengee ICT hubs, nyinyi vijana mjipange, ndio tuwapange na digital jobs, ndio kila kijana aweze kujisimamia, twende mbele kama taifa letu la Kenya. Jambo la tatu, bado naongea na nyinyi vijana, mahali ya kupata ajira. Pale kwa export of labor, muliona juzi Jumatatu nilikuwa kule Qatar. Watu wa Qatar wameniambia wanataka vijana 13,000 wengine. Tayari vijana 20,000 wameenda huko, wanafanya kazi mbalimbali. Mimi nataka jameni, watu vijana wa kutoka hapa Maralal, nani si kazi ikipatikana Maralal utafanya? Ikipatikana Nyahururu si utafanya? Ikipatikana Nairobi utafanya? Ikipatikana Qatar utafanya? Ikipatikana Ulaya utafanya? Na ikipatikana Ujerumani? Si kila mtu anafanya? Si tulikubaliana kazi ni kazi, ama tulikubaliana namna gani? Si namna hiyo? Iko nafasi ya vijana wa Kenya kufanya kazi nje ya Kenya. Na sababu hiyo ndio tuko na vijana tayari 1430 wanafanya kazi nje ya Kenya for the last 2 years. Na mimi nawauliza hawa viongozi, tafadhali munisaidie tupange hawa vijana. Wale wanataka kwenda Marekani tuwapangie tikiti ya kwenda Marekani. Serikali tumesema kama huna passport utapata kwa siku 3. Kama huna pesa ya kulipa ndege, ile National Youth Enterprise Fund itakulipia ndege, lakini baadaye utalipa ukisha kupata pesa huko. Ama unataka ya bure? Mtajipanga si namna hiyo? Tafadhali waheshimiwa, munisaidie kupanga hawa vijana. Nyinyi vijana tumeelewana? Vijana nataka munisikize tena. Nimesema hivi, pale kwa affordable housing iko kazi, pale kwa market iko kazi, pale kwa nini iko kazi, pale kwa soko iko kazi, digital jobs iko kazi, export of labor iko kazi. Wewe ni kujituma. Na mwisho, wale ambao mnataka kufanya biashara, nyinyi mnajua juzi tumetangaza nyota, ama hamna hiyo habari? Muko na hiyo habari? Na nilianzisha kule Western. Sasa wiki hii ndio tunakuja kupanga nyinyi. Tumesema vijana 70 kutoka kila ward tutawapatia 50,000 kila mmoja wenu, muinue biashara zenu. Nyinyi mko tayari vijana? Vijana wengine ambao hata kama huna biashara na umefanya kazi ya skills na umemaliza hiyo kazi lakini huna certificate, tutakusaidia kulipia wewe certificate, tukufanyie training, tukupatie certificate, uende kwa affordable housing ama uende kwa kazi nyingine. Tumekubaliana? Watu wa Maralal, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimekuja hapa sawa sawa kuwaambia watu wa Maralal tujipange na tupange Maralal na tupange Samburu yetu. Na mimi niko tayari kwa mpango yote ya kupanga maendeleo ya sehemu hii yenu. Nyinyi watu wa Maralal mko tayari tuendelee na kazi? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hii kazi iendelee? Ya barabara tujenge, ya hostel tujenge, ya stima tuweke, ya maji tuendelee. Hii yote tuendelee. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Bas, hiyo ndio kazi yangu, niko hapa. Na nyinyi msijali, wale mimi nashindana na wao ni watu ambao hawana mpango, hawana sera, hawana agenda. Ama kwani hamjui? Hata wakikuja hapa mambo ya barabara hawajui, mambo ya stima hawajui, mambo ya maji hawana mpango, mambo ya hawa vijana they have no plan. Ama namna gani? Ni kweli ama si kweli? Wakikuja hapa utawasikia wakisema one term, Kasongo, sijui nini. They have no plan.
Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Maralal. Mimi nataka niwaulize. Mkipima hiyo watu wako na agenda kweli? Mimi nataka niwaambie wale majamaa ati ile akili kubwa wako naye ni ya ukabila na chuki, alafu inaishia kwa shares. Ati sasa kuna wanaume 5 ati wameketi chini, ati wanagawa serikali ya Kenya. Ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe chukua 10%. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my friends, serikali ya Kenya si yenu. Serikali ya Kenya ni ya wananchi hawa wote. Doesn't belong to 2-3 people. Ama namna gani? Wacheni kiburi na madharau. Serikali ya Kenya ni ya wananchi wote wa Kenya. Hamwezi kuketi chini kwa mkahawa ati mnagawa serikali ya Kenya ati 50%, sijui 20%, sijui ngapi. Ama namna gani jameni? Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Maralal. Si hata nyinyi mko na nyinyi ni watu wa serikali ya Kenya? Serikali ya Kenya ni yenu ama si yenu? Ni ya wale watatu wameketi kwa mkahawa? Ni ya wale watatu wameketi kwa mkahawa? Sasa niwaulize, wale majamaa agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, barabara hawajui, akili hawana. Sasa wao ndio watu tutashindana na wao? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Maralal. Si nyinyi mnachagua viongozi? Si nyinyi ndio mtachagua MCA? Si mtachagua mjumbe? Si mtachagua governor? Si mtachagua rais? Mimi nauliza nyinyi watu wa Maralal, mnachagua viongozi kwa sababu ya sura ama kazi? Mnachagua viongozi kwa sababu ya kabila ama kazi? Mnachagua viongozi kwa sababu ya matusi ama kazi? Si mnachagua kwa sababu ya kazi? Si mtu akuja aonyeshe barabara ametengeneza, na ile maji amefanya, na stima ameunganisha, na technical training college amejenga, na shule amejenga. Si nyinyi ni mtapiga kura? Si nyinyi ndio mko na akili? Wale watu wanatuadaa bwana, tutawaonyesha kivumbi asubuhi na mapema. Ama namna gani Maralal? Maralal hoye! Maralal hoye! Maralal hoye! Tuko pamoja? Sasa Maralal mnasemaje? Ati Maralal mnasemaje? Ati Maralal mnasemaje? Hawajasikia mnasemaje? Salale. Haya, kwa sababu ya masaa, wacha nipatie viongozi hawa walio hapa. Nitaanza na gavana wetu bwana Lati Lelelit. Sema jambo. Watu yangu ya Maralal, umenifurahisha kwa sababu mmekuja kwa wingi. Na mimi na ndio wimbo hapa. Tutam hiyo ndio wimbo hapa. Sasa iko vitu mbili nataka kusema watu yangu. Huyu rais leo alipitisha kusema barabara itaanza kutoka Baragoi ipitie Maralal iende Womba, iende Isiolo. Kwa miaka kidogo watu wetu wa Mara watakuwa wanapiga viatu rangi kutoka Baragoi na wafike Isiolo na Nairobi bila kupiga viatu rangi. Makofi kwa rais. Niliambia pia leo huyu rais, niko na eka 300, nataka hii vijana wetu ya university wakuwe na university yao. Amekubaliana atatupea pesa ya university, tusome hapa, tupate degree, tupate masters, tupate PhD. Makofi kwa rais. Tumekubaliana pia leo na rais kuwa ile mkora alitengeneza hii barabara Losuku anakaa kuchelewa. Rais leo alipigia kelele atakuwa huko atengeneze barabara ndio watu ya Losuku watumie lami kutoka Maralal. Makofi kwa rais. Maji ya Maralal pia itafika. Leo alifika dam na akaongea na contractor na inakuja. Hii town yetu ameweka 1,500,000 ya kutengeneza hii mabarabara. Alafu hii nyumba si nyinyi ndio ametengeneza nyinyi? Sasa nataka microphone. Wapi watu hii magavana wawili? Wapi hao? Kuja kujua. Nimeambiwa ni. Sasa sikia. Kama rais ametufanyia hiyo kazi yote na amefika roundabout hii tu tunaganga. Si rais ni tutam? Tutam rais? Tutam rais? Tutam rais? Tutam Lati? Tutam Lati? Tutam serikali? Dunia yote tutam? Rais asirudi hapa atapata kura yote? Tutam yote?
Hii dunia ni yako, Your Excellency. Wewe endelea na kazi. Sasa nataka kuna magavana, unajua mimi ni gavana kidogo. Kuna ile magavana masongo wako hapa. Na mimi nataka leo muone gavana zile kubwa kubwa. Nataka kwanza na ndugu yangu Lengu, gavana wa Kajiado. Makofi watu yangu mpigia. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutukaribisha katika msafara wako. Wana Samburu hamjambo? Habari za jioni. Bwana asifiwe. Enda suba. Eserian. Na basi mimi nimeona leo maendeleo ya Samburu mpaka nimewasikilia wifu. Barabara za lami, shule ya college ya medicine inaitwa KMTC, maji inakuja, affordable housing, hiyo ndio wimbo ya Kenya. Nataka kuambia hata nyinyi hamjaachwa. Sasa vile ilivyo huko dunia inasonga, lakini nimeona tayari nyinyi mko kwa rada. Kenya inasemaje? Kenya inasemaje? Kenya inasemaje? Kejite yangob. Tutam. Mungu awabariki sana. Hiyo ndio sauti ya Kajiado, hiyo ndio sauti ya taifa. Asante sana. Your Excellency, mimi nataka tu niambie watu ya Samburu. Watu ya Samburu muko? Na muko area? Mumesikia rais amekuwa hapa siku mbili. Jana tumefungua projects ya soko. Leo hii ameanzisha barabara ya lami kuhakikisha ya kwamba huko constituency ya West, North na pia hapa ya East imeungana na lami. Hiyo tumeiona. Nasikia pia University ya Laikipia inakuja kuanzishwa hapo. Hiyo tumewahi kuona. Nasikia ile maji kubwa ambayo iko pale sasa itakuja hii town. Tumeipata. Sasa mimi niko na swali moja. Na tafadhali munisaidie. Kuna wale marafiki wetu watakuja kutoka Nairobi. Wakuja wasimama hapa. Wasema hati wanataka kura ya Ruto. Mtapea hawa? Si hawa ni wakora? Hawana mpango. Hawana kasi. Wako tuna ukabila. Tutakubali kweli ukabila hapa? Maragati ndio Masai anyway. Maile leo jiruto ijua sagiyo wargasi. Izudo ya sagiyo. Igerogo yoga ngara. Nitabira lami. Olo ideale north. Nelo east. Nelo nalo west. Nyanga idindo ya yu. Nana university nagra wene. Ni miara roshi. Ame na are na lotu ambake na town. Mesidai. Adoni ngo siya jia bakenda lami hapa ndani ya town. Nyodogi ya yu. Ningi kwa mkola ni ngwa Nairobi. Obo nwa jogi yoga jiga yukure Ruto. Pama yoga kijota. Tu bangasi yarko majigare. Hebu fanya hivi tuone fanya hivi. Mungu awabariki. Thank you very much. Haya, wacha nimpatie mbunge wetu hapa na Isula. Asante sana Your Excellency. Samburu West hoye! Samburu West hoye! Maralal hoye! Asanteni sana kwa kujitokeza kwa wingi kumkaribisha rais hapa Samburu West. Tunapenda wageni na tunakushukuru sana Your Excellency kwa ile kazi ambayo umefanya. Jana tumekuwa na yeye hapa kanisani, hapa ACK, ametufanyia kazi ya muhimu sana. Na rais jana amesema kanisa na masomo ndio itasongesha Samburu mbele. Ni ukweli ama ni uongo? Na kwa sababu mambo ya masomo, he's walking the talk. Jana tumekuwa kule, tumefanya mambo ya TVET, ya East, watajengewa hostels. Hapa Serata ametumalizia na hostels ziko. Hivyo vile kule Samburu North. Huyo ni mtu anapenda masomo ama apendi? Mnajua Laikipia University ilifunga hapa Samburu. Mtu ambaye anatufungulia university tena hapa Samburu anatupenda ama atupendi? Mambo ya lami. Nyinyi mlikuwa mnaamini kweli tutawekewa lami mpaka Wamba?
Mulikuwa mnaamini lami itaenda mpaka Baragoi, mpaka Losuk, hapa kwa tauni yetu? Huyo ni mtu ambaye anapenda maendeleo, na mnajuanga mimi kama MP wenu ninasemanga kazi baadaye ifanye nini? Kazi baadaye ifanye nini? Na najua ya rais itaongea wakati itafika. Mimi sina mengi ya kusema, ni kusema tushikilie mambo ya maendeleo kwa sasa. Tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe wakati wa siasa ili kazi iweze kufanya nini? Your Excellency, nilikuelezea mambo ya stima. Hii Maralal nilikuambia stima upotea kila siku. Ukweli ama si ukweli? Your Excellency, juzi PS Wachira ametutengenezea poles kutoka Rumuruti mpaka hapa. Lakini Your Excellency pia ametuambia substation ya Rumuruti itamalizwa Disemba ili sasa stima itoke karibu kufika hapa. Na ametueleza tutashukishiwa stima wakati mwingine kwa hapa Losuk, ndio county yetu iweze kujisimamia kistima. Sio itatusaidia? Hivyo vile umesema unataka Samburu County through Maralal town ikue city, naona hapa ikikiwa London ndogo. Ama sitakuwa London ndogo tukiekewa hiyo maendeleo yote na maji. Kile tu ningewaomba vile rais amesema, mambo ya SHA umejua nikizungumzia sana. Lazima tujiandikishe, tuache kuwa county ya mwisho kwa kila kitu. Sinawaambianga hivyo, ili tukue county ya nini? Ya kwanza kwa maendeleo na kwa yale ambayo yanampendeza Mungu na kwa yale ambayo yanaleta maendeleo. Asante sana na Mungu awabariki. Haya, Samburu hoye! Samburu hoye! Samburu tutam! Mheshimiwa Rais, karibu hapa kwetu Samburu. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi la kusema, ila kusema shukrani kwa yale mambo yote ambao tumeweza ama serikali yako imeweza kufanya. Tangu wakati ulikuja hapa kwetu, ulituahidi maendeleo. Lakini tumeona sasa maendeleo mingi sana ambayo imefika hapa kwetu. Tumeona barabara, tumeona affordable housing, tumeona hostels, tumeona mambo ya lami ambao haijaikuwa. Tumeona mambo ya stima. Mheshimiwa Rais, sisi tuko na shukurani. Na sisi tuko hapa tukisema tuko na wewe na serikali yako na ile kazi nzuri ambao umefanya. Watu wetu wengi ambao wanafanya kazi na national government hatujaipata wengi kama hawa. Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa Samburu County, sisi wote tumeungana na tuko kwa serikali yako na tunasema two term. Mheshimiwa Rais, jambo la mwisho. Hapa kwetu Ministry of Interior walisema kwamba kuna maneno ya ID. Maneno ya ID hapa kwetu kitambulisho. Mheshimiwa Rais, wanasema watu karibu 1,100 hawana ID, 96,000 hawana ID. Na tunahimiza vijana wetu, kwa sababu ya kazi mzuri ya serikali ya Kenya ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, tujiandikishe tupate kitambulisho. Ameshaondoa ile pesa ya kupata kitambulisho. La mwisho, Mheshimiwa Rais, tunashukuru kwa sababu ya sub counties. Sasa tuko na Losuk sub county, tuko na Nyiro sub county, tuko na Waso sub county, na tunashukuru kwa sababu tunajua hiyo sub county itaendelea kuletea watu wetu amani na itapea watu wetu ajira. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency. Samburu hai! Samburu hoye! Asante Your Excellency, nakushukuru sana kwa ajili ya nafasi umepata kuja hapa Samburu. Your Excellency, Waswahili walisema mgeni njoo na mwenyeji apone. Na kweli tangu jana siku mzima, leo siku mzima tumeshuhudia ukikuja hapa na matunda ya maendeleo. Barabara zetu zote zitaunganishwa kaunti mzima kwa lami. Tumeona affordable housing, tumeona pesa ya stima Your Excellency umetoa. Soko zetu wakina mama wafanye biashara, na KMTC tumeona umeongeza pesa.
Sisi katika kamati ya afya, kwa sababu naketi katika kamati hiyo, tumeongeza Your Excellency, tumejaribu mahali imefika. Na leo tunashukuru kwa sababu ile tumebakisha, wewe umeweza kujasia leo. Tumeona pia maji, Your Excellency, na serikali yako imetusaidia sana. Project ya agriculture ambaye through iko na program ambaye inaitwa Prefon, imefanya boreholes nyingi, imefanya water pans. So maendeleo ambayo umeleta hii county, Your Excellency, ni uncountable. Na hiyo ndio sababu sisi kama viongozi tuliamua hata wakati hiyo uliopita kuwa pamoja na wewe. Hatukubahatisha, tulilenga goli na tuko hapa kwa hapa na wewe. Tutaendelea mbele ili tuweze kuletea watu wetu maendeleo. Na hiyo ndio hasa sababu kubwa sisi tunatafuta uongozi. Kwa hivyo Rais, tunasema asante, tunashukuru, tuko nyuma yako. Tunakukaribisha tena kuja kuleta maendeleo katika kaunti yetu. Maralal Samburu County tutam. Orambe. Ruto tutam. Tutam Ruto. Wale wengine sijui Your Excellency wanakuja kutafuta nini hapa. Hapa imeenda. Asante Your Excellency, Mungu akubariki. Aya. Asante watu wa Samburu, hamjambo? Your Excellency, mimi niko na furaha kuwa hapa kwa sababu ya kazi ile unafanya. Na sisi tukiwa Samburu county leaders tumeamua tusimame pamoja na wewe, tutakusupport uweze kuingia mara ya pili ili upate kutufanyia maendeleo. Yale ambayo umetufanyia kutoka wakati uliingia mpaka sasa, tumeona matunda. Na mimi nasema asante watu wa Samburu County, tusaidie Rais aweze kuingia mara ya pili, mkiweka Legumo Ntare mara ya kwanza. Maralal hoye! Maralal hoye! Nikifanya hivi mnasema Ruto tutam. Ruto tutam. Ruto tutam. Your Excellency, mimi nitasema jambo moja tu. Kwa niaba ya watu wa Samburu North, Your Excellency, ningependa kukushukuru sana kwa kutushika mkono kwa hii maneno ya hii barabara ya kutoka Maralal hadi Baragoi. Miaka zilizopita, Your Excellency, hiyo ilikuwa barabara ambayo ilikuwa inatuchukua masaa 8 kufika Baragoi. Your Excellency, watu wa Baragoi, jana tukiwa pale, nilikaa mpaka usiku, wakanituma wakaniambia, Your Excellency, hiyo barabara peke yake, watu wangu wa Samburu North, hiyo barabara peke yake, siasa yako ya 2027 tumemaliza. Ama watu wa Baragoi ambao mko hapa mnasemaje? Mnasema Ruto tutam. Mnasema Ruto tutam. Mnasema Ruto tutam. Asanteni sana. Haya, niko na mrembo hapa anaitwa Senator Zena. Wasalimie kijana pia mwenzenu. Maralal hoye! Maralal hoye! Si mnajua mimi ni mtoto wenu. Na mimi nashukuru Rais kwa sababu every time nimemuomba chochote amenisikiliza. Hata hivyo akijua sisi tulikuwa opposition, si ndivyo? Wakati baba yetu alienda kwa baba mkubwa, ikabidi alisema tuingie broad base, si ndivyo? Na sisi tunajua Samburu ni stronghold ya nini? ODM, lakini ODM sasa iko kazi na nani? Na rais wetu mtenda kazi. Kwa hivyo mnakumbuka ile siku nimelilia tupee barabara ya Maralal Baragoi, alitupea, si ndio? Tena leo nimemuomba maji ya milimani na ametupea, si ndivyo? Amepea vijana ajira through Nyota, sivyo? Na amepea vijana ajira kupitia affordable housing. Ama hamna habari? Amesema hizo nyumba zitajengwa na vijana. Na mnajua mimi ni oversight, sivyo? Nitakuja 2027 tukimaliza baada ya kazi kuombana kura ya useneta, niendelee kuchunga mali wenu na kuwapigania kama kawaida. Asanteni, Mungu awabariki. Haya.
Haya. Maralal nikisema kwanza harambee, tukaribishe rais, tuseme two term. Harambee. Harambee. Ruto. Your Excellency, karibu Samburu. Yetu ni salamu, tumesema two term kwa sababu ya maji, ya barabara, ya hospitali, ya KMTC, ya maji, Your Excellency, na university. Hiyo 300 million tunashukuru sana. Na tunasema two term kwa sababu ya hiyo. Tena wakazi wa Maralal, wewe lati kidogo tu ndugu yangu, utapata two term. Tukisema two term, nataka kuchukua hii nafasi kushukuru watu ya Maralal kwa mapenzi yenu na maombi yenu. Baba wa Maralal amerudi. Amefanya nini? Baba amefanya nini? Mungu awabariki. Tusalimiane kila mtu ainue mkono. Mimi Mheshimiwa Rais, ile kazi umetoa kufanya Samburu, nimehesabu ni project 12. Hizo project itainua wa Samburu, Mheshimiwa Rais. Na mimi nataka kukuambia, hao wananchi unaona, hao wananchi wana akili timamu. Hao wananchi akili yao ni timamu. Vile unaona mambo imekatika, imeisha. Ama sivyo? Si imeisha? Nikisema harambee, mnasema two term. Harambee. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Engineer Mason. Na ninaitwa Mama Original. Kwa hivyo ukisikia Mama Original ni Mason ako na nyinyi. Mheshimiwa Rais, nakuambia hawa wananchi unaona tuko nawa, usiwe na wasiwasi. Mimi nataka kuambia kitu moja. Hayati Moi mzee wetu alituambia siku nyingine, kama wewe panga nyumba yako utangoja upangiwe. Mimi nataka kuambia, panga nyumba yetu ya Rift Valley, alafu kwenda utafuta vitu vingine. Hiyo ndio nakuambia. Aya, Mama Original. Thank you. Tumepata engineer mwingine anaitwa Mason. Hata huyu pia ni engineer. Haya, engineers ni wengi. Ama namna gani? Bas, niko hapa na viongozi wengine. Wewe Lentoimaga, sema tu jambo hivi juu alafu tumalize. Yaani two term kwa Ruto. Mimi nimesunguka Samburu yote na mkubwa, na nimeona ile kazi anafanya. Nikaona hakuna sababu ya kukatasa ye kura. Ama namna gani? Yale mambo ambayo imetajwa hapa si mingi na yote inaendelea wa vijana. Ya pili, Your Excellency, unajua hiyo group unasema hawana akili, hawana nini. Yule mkubwa yao alikuja na Mason ako na shahidi yangu. Alikuja hii Catholic Church wakati alikuwa dibiti yako. Akatuambia mimi na Mason, akataja sisi majina tukiketi kwa kanisa. Akatuambia nyinyi hamuna shares, msiongee hapa. Sasa mtu ambaye anaweka sisi kwa shares, tutakubali kweli? Tutakataa? Lazima tukatae. Na nyinyi wote ya Maralal lazima muamuke, kwa sababu mumepewa kila kitu. Hakuna kitu iko nje. Kila kitu yuko na hii mzee. Huyu mheshimiwa. Kila kitu rasilimali ya Kenya hako nayo. Katiba imepatia yeye na ndio anapeana na hajabagua sisi. Kwa hivyo niseme harambee, tuseme two term. Harambee. Ya mwisho, Your Excellency, sisi wote tumeungana kama mmetuona, tuko pamoja kama viongozi. Wacha sisi tushase siasa kwetu sisi mwenyewe. Na mimi nasimama mbunge Samburu North. Iko kazi kubwa nilikuwa nafanya
na haijakamilika, sioni kiendelea vizuri. Asante. Hawa viongozi wote tumeongea, si namna hiyo? Si tumekubaliana jameni, tutembee pamoja? Si tumesema tuungane, tuache kutengana, tuache ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe kisirani, tuwe pamoja, kwa sababu umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Kwa hivyo watu wa Maralal, mimi nimefurahi sana, na mimi nitarudi hapa tena, kwa sababu bado sijamaliza kazi ya Maralal. Lazima nikuje Msamburu tena, bado niko na kazi ya kupangia nyinyi hapa, kwa sababu vile nimewaambia, sitaki Maralal ibaki nyuma tena. Lazima tutembee sambamba na sehemu zingine zote za taifa letu la Kenya. Kwa hivyo Maralal, asanteni sana. Mungu awabariki. Mimi nawapenda sana. Thank you very much and God bless you. Mubarikiwe sana jameni. Thank you.